Haleluya, haleluya. Anayejitakasa na azidi kujitakasa. Wala usishabikie unavyoona watu wakitenda dhambi, wala usivutwe nao. Wewe endelea kujitakasa, wewe endelea kujitenga na dhambi. Acha wakuone umepitwa na wakati, acha wakuone umepitwa na wakati, lakini unajua ya kwamba niko salama. Yesu akija naondoka naye, Yesu akija naondoka naye. Acha wakuone wewe ni mshamba. Wanamuona mama fulani, yeye akiambiwa avae suruali anasema hayo sio mavazi ya wanawake. Wanakwambia acha ushamba, waambie ndio ninaacha ushamba huo, lakini ninajua niko salama kwa Yesu. Siwezi nikavaa hayo, maana si mavazi ya wanawake. Acha wakuone tu wewe ni mshamba, lakini uwe salama kwa Bwana. Maana siku hiyo inatisha kama nini. Siku hiyo ni siku ya kilio na kuomboleza. Watu watalia, watu watalia kilio ambacho hakijawahi kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukimwambia mume wako twende kanisani, akikwambia wewe nenda tu mistaki bwana, mwache tu. Mwache. Siku moja ataelewa. Sasa anajifanya haelewi. Anajifanya haelewi. Saa inakuja ataelewa. Akili zitawakaa vizuri wanadamu waliomkataa Yesu siku hiyo. Wenye viburi vyao vitaisha. Maana hata wakati wa Nuhu kuna waliokuwa na viburi, waliokuwa wanajua kupanda miti, wanajua kukwea minazi, lakini haikuwasaidia chochote. Viburi vyao viliisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Heri waliofua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo, ili yawe meupe atakaporudi Bwana Yesu, hawakute wakiwa safi. Nilikuwa namwambia mtu mmoja, namwambia hakutakuwa na faida yoyote tujaze watu kanisani halafu wasitake kubadilika. Hakutakuwa na maana yoyote. Tuwe na watu 1000 halafu wote waishie jehanamu ya moto. Hakutakuwa na faida yoyote kwa mchungaji kama hatafanikiwa kuwafikisha watu mbinguni. Nikasema kama una watu 10,000 halafu wasiende mbinguni, utazidiwa na mimi mwenye watu 10, 15, 20 niwafikishe mbinguni.